الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbele yetu katika daura hii kuna maudhui inayofungamana na mambo ya miamala ya kimali na mambo ya mikataba al-uqud al-maliya. Kwa hakika hii maudhui ni nzito, kama ni umri imenipita, yani maudhui hii imenipita umri, na kama kimo basi pia imenipita kimo, na kama uzito wa kupimwa pia imenipita. Na jingine nazungumza afu mbele ya mashekhe. Sasa unaona kizaazaa hicho. Kwa hiyo ni maudhui nzito, lakini kwa kuwa tumetaka tushiriki, sitazungumza kwa kadiri ambavyo Allah ametuafikisha, na mambo haya mnayojua ni mambo yana ishkalati nyingi sana, mambo ya kimali na jitihadati nyingi za ahli ilmi, lakini pale endapo patahitajika kufanya mulahadha, mashekhe wapo kwa sawa, mashekhe wataweka sawa insha Allah taala. Baada dhalika pia jambo jingine kwamba mada inazidi kuwa ngumu muda unapokuwa mdogo. Yani muda unapokuwa mdogo, maana yake na mada ikiwa inahitaji maelezo yazidi kuwa ngumu, yani hujui sasa ushike wapi uache wapi. Sasa kama saa 2 na dakika 5 na saa hizi ni saa 1 na dakika 23, maana yake na dakika 40. Dakika 40 ni kazi sana kuzungumza. Kwa hapa inabidi nizungumze kwa mukhtasar sana. Mbona unanitazama sahabu Muhammad? Unatazama. Yani wataka mimi nizungumze kidogo alafu taaliki ziwe ndefu, alafu mimi njibane au wewe wasema? Nipe muda wangu rasmi. Twende, taniambia inshallah. Hakika Uislamu ni dini kamili. Uislamu ni dini kamili, shamil, dini ambayo haikuishia mafunzo yake katika aqida wala katika ibada, bali mafunzo yamekwenda ya dini yetu mpaka katika miamala ya kimali. Ni wajibu wetu sisi kusoma dini na kujua mafunzo ya dini kwa ukamilifu wake. Katika mambo muhimu sana katika maisha tunaoishi ni masala ya kimali, jambo ambalo nafsi zote zainyanyukia mali, jambo ambalo kila Muislamu na kila asiokuwa Muislamu, kila mwanadamu kwa ujumla, mali ni katika kitu muhimu cha kuyaendesha na kusimamisha maisha yake. Kwa ni vyema kama Waislamu sisi tukajua pia mafunzo sahihi ya dini yetu katika masala haya ya mali. Kwa maana wasimamizi wa daura hii wakaweka masomo haya. Kuna kitabu al-Buyu nasomeshwa, kuna masala ya riba imewekwa yanasomeshwa kwa sababu ya umuhimu wake katika jamii yetu tunaoishi. Nitakwenda kwa haraka na nitaacha kuzungumza pia taarifu ya bai', kwa sababu jana imetajwa, si ndio bwana? Kwa kule mtakuwa mnapata, na kwenye kitabu al-Buyu huko mnapata
Mimi nitakwenda katika maudhui ambayo nimeashiriwa kuigusia kidogo. Maudhui hii nitaanza na baadhi ya kawaid katika mlango wa al-uqud. Tutazigusa baadhi ya al-qawaid mbalimbali zinazofungamana na mikataba mbalimbali. Tufahamu kwamba mikataba iko ambayo ni sahihi na kuna mikataba ambayo si sahihi. Mkataba huu unaambiwa ni sahihi utakapotimiza sharti zake, ukakosekana mawani, lakini pia ile athari ikapatikana ya ule mkataba. Hapo unaambiwa kwamba mkataba huu ni mkataba sahihi. Na mkataba ambao utakosa shuruti zake za kisheria au kukapatikana mane au almawani, vizuizi vya kufanya mkataba huo usiwe sahihi, basi mkataba huo utakuwa ni mkataba fasid inda aljumhur. Isipokuwa al-ahnaf wao wanatofautisha kati al-fasid wal-batil. Kwa hiyo mkataba sahihi ni ule ambao zimetimia shurut na zikakosekana mawani na athari ikapatikana ya huo mkataba. Mfano mkataba wa biashara, una kitu wewe unauza, zikatimia shuruti za bai' na hakukuwa na mani kinachozuia imma kitu hicho kinachouzwa au huo mkataba unaofungwa ikazuia kuwa sahihi hiyo biashara, lakini kupatikana athari za bai'. So unamuuzia mtu kitu alafu unamwambia usikitumie. Manake athari ya al-bai' ni mtu anamiliki kitu na anatasarraf katika kitu hicho. Twenda kidogo kidogo ili tufike kwenye mikataba huko ya bodaboda na bajaji. Mfano mkataba wa ijara, kukodisha. Mtu ananufaika na kile kitu, lakini kitu ni milki ya yule aliyokodisha. Umempa mtu nyumba, mfano mtu amekuja umemkodisha nyumba, ananufaika na nyumba, anakaa pale anatumia nyumba, lakini nyumba ile si mali yake, ni mali ya huyu aliyokodisha. Nyumba ikitokea ukuta umevunjika, anayetakiwa kurekebisha, kama huyu aliyokodishwa hakufanya taaddi yoyote, hakufanya jambo lolote linalopelekea kwa maksudi ule ukuta kuvunjika, anaorekebisha nyumba hiyo ni mwenye nyumba. Zikosekana shuruti au kwa kuna mani, mtu umemkodisha nyumba lakini ukamwambia asinufaike na nyumba hiyo, usilaze mzee wako, usilaze gari ndani ya nyumba yangu. Kuna vitu umemwekea ambao mtu hanufaiki katika ule mkataba, hayo hayakuwekwa, lakini mtu hanufaiki, una mani ya kuzuia mkataba huo usiwe sahihi. Kwa hiyo aqdu as-sahih kwa ufupi ni ile ambayo shuruti zimetimia na hakuna mani na kuna athari. Ile athari inayopatikana na ule mkataba ipatikane, na kinyume chake inakuwa ni fasid. Na fasid ni ile ambayo imepatikana khalal katika asli ya ule mkataba,
au katika wasfu. Asli ya kile kitu, mfano biashara, unauza mbwa, asili yake biashara ni haramu, kwa mkataba huu ni fasid, isipokuwa kwa sura iliyovuliwa akiwa kuna haja ya manufaa. Nimetaja tu jumla kwanza, lakini kuuza mbwa, yule mbwa asili ya ile biashara haramu. Au yawezekana ikawa halal ipo katika wasfu, kitu chenyewe kukiuza halali, kuuza nyumba, lakini zile wasfu ile akdi ya ule mkataba ukitazama, naambwa bwana, hii hapana, hii biashara haifai kwa sababu kuna kitu kadhaa, ima kuna jahala au kuna gharar au kuna kumzuia alionunua asitasarraf milki yake ile, kwa ujumla haiko, naambwa kitu hicho ni fasid. Hii ni katika upande wa alwasf. Na hizi uqud, hii mikataba, kuna uqud almuawadhat, mkataba wa iwadh, unatoa unachukua, unapewa unatoa, kama vile albay'. Na kuna mikataba ya tabarruat, ya kujitolea, kama vile alhiba, zawadi au alwaqf. Unapewa zawadi, unapokea zawadi, toa mtu wakfu, ni tabarru, hakuna kitu ni mukabili wa kule kupewa. Yani wewe unaopewa zawadi huna kitu unachotoa, hiyo ni aqdu atabarruat. Na kuna uqud za al-irfaq, kama vile al-qard, kwa maana ni mikataba ya kusaidiana. Mtu anakuja unampa 100,000, kajishughulisha, utanrudishia 100,000. Na kuna uqudul amanat, mikataba ya kiamana, kama vile alwadia. Nakuja mtu anaweka kitu chake, nasafiri, nikija nitachukua, hifadhie. Hii mikataba ukizingatia athari yake, kuna al-aqdu al-lazim, kuna mkataba ambao ni lazim, imma baina at-tarfaini, kama vile al-bay'. Kisha kubaliana katika majlis, mmepatana, tanunua kwa 100,000, hapana, niongeze 120,000, mmekubaliana, ukatoa 120,000 ukapewa bidhaa. Hii ni al-aqdu al-lazim baina at-tarfain, kwa maana haijuzu moja ya hizi pande mbili kufasikhi huu mkataba isipokuwa kwa ridha ya pande zote mbili, mpaka wote waridhie. Na kuna al-lazim, mkataba wa lazim, ambao upande mmoja una khiari ya kufasakh, upande mwingine hauna khiari ya kufasakh, kama vile arrahan. Nakuja wewe wataka nikuuzie kitu, utanilipa kwa muda ujao, lakini inawezekana labda hatuaminiani au kadha, mimi nitaweka rahani kitu fulani. Upande wako ni lazim, wewe huna khiari ya kufasakh, kwa sababu bwana, rudishie ile nyumba yangu. Lakini mimi ambaye umenipa kile kitu almurtahan ambacho kimewekwa pale rahani kile, naweza kukwambia bwana, mimi naye tulivyoishi, mimi naona si sawa kubakia na hichi kitu, au kama ni hati au kadha ile nyumba, wewe bwana kijaliwa utanipa. Kwa upande wangu mimi sio lazim, naweza kufasakh, wewe uridhie usiridhie, mimi bwana basi, au bwana wewe mimi nipe 100,000 naweka pikipiki rahani yangu, wewe uruhusu kusema nipe ile pikipiki yangu kabla hujanipa nini
100,000 yangu, kwa sababu ni lazim kwa tarfu yako. Lakini mimi naweza kwa bwana, ile pikipiki hii bwana, ile 100,000 ukijaliwa mwakani wewe utanipa. Kuna tanbihi, fasakhu maana yake ni kuvunja ule mkataba. Wengine kweli, wengine hawajui hicho Kiarabu, tujisahau kuvunja ule mkataba. Kwa huu ni mfano wa alazim kwa tarfu moja, nyingine ni jaiz. Tumesema kwenye rahani ambaye inamlazimu hawezi kuvunja lile jambo akachukua kitu chake alichoweka rahani, ni yule aliye ambaye amekopeshwa, akateta labda pikipiki nikampa 100,000, haruhusiwi. Akaamua tu yeye ni lazim. Nielewe, lakini ya mwanzo si maana haruhusiwi kwa maana nikiridhia mimi yeye ni lazim, lakini mimi sio lazim, ni jaiz. Naweza kuamua tu bwana, pikipiki yako hii ile 100,000 umenipa, basi wewe chukua, utakujaliwa utanipa. Na kuna mkataba ambao ni jaiz baina tarfaini. Sasa pande zote mbili ni jaiz, pande zote mbili ni jaiz kuweza kufasakhi mkataba huo, kama vile uwakala, kama vile sharika. Hizo kwa sababu na mimi uliniwakilisha na lile jambo nilifanya ukazi nisimamie bwana, kuanzia leo mimi basi. Wewe sio lazima ukatae ukubali, sote jaiz. Au mimi nimekuwakilisha kwa bwana, kuanzia leo basi sio wakala tena wangu, yafaa. Au sharika, tashirikiana katika kitu, mimi naweza kusema basi na wewe waweza kusema basi, jaiz baina at-tarfain. Kwa tuna alazim baina at-tarfain, na kuna alazim kwa tarf na jaiz kwa tarf. Yani upande mmoja ni lazim, upande mwingine ni jaiz, yafaa kufasakhi, kuvunja au kutokuvunja. Na kuna mkataba wa tatu, ni kwamba kisha mkaingia mkataba huo nyote wawili, ni jaiz kufanyaje? Kufasakhi, jaiz baina at-tarfain. Tuko pamoja hapo? Tuelewana hivi tunavyokwenda? Haya, sasa tutaingia katika kusoma baadhi au kuziona baadhi ya alqawaid zinazofungamana na al-uqud. Ya mwanzo kabisa wanasema ahlul ilmi, al-aslu fi al-muamalat al-hill wal-ibaha. Asli katika miamala ni uhalali, ni halali katika miamala yetu, kama ilivyokuwa asli katika vitu ni halali. Kinyume chake ni al-aslu fi al-ibadat al-man'u. Asli katika ibada ni al-man'u, lakini al-aslu fi al-muamalat ni halali. Kwa miamala kwa ujumla wake ni halali, isipokuwa ile miamala ambayo sheria imekuja kusema huu haufai, huu haramu, au miamala ambayo ikitazamwa na mafunzo kwa miamala huu bwana, kwa sababu 1, 2, 3 huu utakuwa ni haramu, lakini asli ya miamala ni halali. Hii qaida ni qaida adhima katika mlango wa muamalat. Kila mmoja katika sisi atakiwa aelewe, muamala ukisema muamala huu haufai, wewe uliosema haufai ndio ulete dalili, kwa sababu al-aslu fi al-muamalat madha? Al-hill wal-ibaha illa bidalili. Hiyo ni qaida ya mwanzo. Nasema nenda haraka haraka, tungetolea mifano lakini yatosha, au dalili ziko nyingi. Wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wanaochuoni pia wanastadil na kauli yake Allah, huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a. Miamala inaingia katika ashya. Qaida ya pili, al-ibratu fi al-uqudi. Ibra katika al-uqudi, kinachokusudiwa au kinachozingatiwa katika mikataba yote ni al-maqasidu wal-maani. Al-ibratu fi al-uqudi al-maqasidu wal-maani, ni yale makusudio, hakika yake, sio matamko,
sio matamko. Kimwambia mtu bwana, nimekupa hii kanzu lakini wewe unipe kofia. Nimekupa zawadi shekhe, nimetoka Saudia, nimekuletea zawadi kanzu hii, lakini bwana wewe unipe kofia. Tamko ni la zawadi, lakini uhakika ni nini hiyo? Ni biashara, kwa sababu kuna iwa. Kwa tuwe makini, kwa sababu haya mambo ukijua vitu hivi, hizi alqawaidi, baadaye tukija tukiingiza, yani unaona ni sahali. Mbona hii bwana itakuwa imekosa hii, imekwenda kinyume na kaida hii na kadha wa kadha. Na hapa pana maelezo mingi ya ahli ilmi katika mambo pia ya nikah na kadha, kwamba bwana alfadh haizingatiwi kama itakuwa makusudio kinyume. Na kwa jambo hili wanasema ahlul ilmi, mambo kama ya ndoa, ile urfu ya watu, matamko wanotamka, wakiwa wanaelewana kwamba hapa nimemuozesha mtu na mtu akakubali kwa tamko hilo, basi ndoa inakuwa imetuka. Vile vile katika biashara, na bali sasa yajuzu katika biashara hata kama hakuna lafdh, hata kama hakuna lafdh ya ijabu wal qabul, hakuna tamko, lakini kitendo hichi katika urfu yetu, unakwenda sokoni, ukienda pale wauzaje hizi nyanya, nauza nyanya hizi shilingi 1000, 1000 hii unachukua nyanya, tamma albay'u, biashara imetimia na ni sahihi. Kwa fi'l, kitendo ambacho watu katika urfu yao kwamba hiki wakifanya hivi ndio biashara imetimia, pia hiyo yajuzu, na hiyo inaitwa bai'ul mu'atah inda ahli al-ilm, kuchukua na kutoa, na mtu unakwenda zako. Ngapi hapa? 200, umeka 200, umebeba. Hakuna umekubali 200 na yule asema nimekubali. Sio lazima, kwa sababu ibra wa kusudio ni ile al-maqasid wal maani, sio alfadh wal mabani. Na hapa pana maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah katika kipengele hichi, akieleza kwamba matamko bwana katika mambo ya miamalati hayakuwekwa katika mlango wa ibada na taabud. Ndio kama nilivyosema, nakwenda haraka haraka ukianza kusoma, lakini kwa ujumla ndio kaida iko hivi. Ya tatu katika alqawaid ambayo tutaziona, albayu an taradhi, kwamba biashara na al-uqudi kwa ujumla wake ni ridha ya tarfu mbili, pande hii na pande hii. Mikataba yote lazima kuwe na ridha baina ya pande mbili, kuridhika. Na aridha inapatikana kwa kutamka, yani bil lafz as-sarih, kwa tamko la wazi, au bisukut fi maqami alhajati ila albayan, au ukanyamaza katika maqam ya kwamba wewe ulitakiwa ubainishe, bwana nitakuuzia hichi kitu, lakini hichi kitu kadha wa kadha wa kadha, hii bwana, hii pampu kidogo kutokea jambo fulani, nikatoa ile nikaeka hiki, mtu akatoa hela akabeba, karidhia, kanyamaza, kwa sababu kama ingelikuwa hajaridhia alitakiwa abainishe. Lianna sukuta fi maqami alhajati ila albayani bayanu, kwa sababu kunyamaza katika maqami ambayo yahitajia ubainishe, hiyo ni bayanu, ni kubainisha. Ya ngapi hiyo? Kaida ya ngapi hiyo? Ya tatu. Ya nne, la yanaqidu albay'u illa ala mali, biashara haituki isipokuwa kwa mali. Mali hii yaweza kuwa ni ain au yaweza kuwa ni manfaa. Kwa hiyo wewe una gari, gari ni mali. Mfano wa manfaa wanasema ahlul ilmi, wewe unamiliki ardhi,
katika mji fulani au eneo fulani. Umeshajenga nyumba, lakini kiwanja chako yaonekana huku nyuma kina nafasi, watu wakawa wanahitaji manufaa ya kupita, wakakusanyika watu, kwa sababu wewe unakataza, bwana msipite kwenye kiwanja changu na magari yenu. Watu wakasema bwana tuuzie manufaa ya hili eneo hapa, tutakulipa sisi, tutatumia, tutapita. La yanaqidu albay'u illa ala mali, tumesema mali, wal maqsud bil mali ma fihi manfa'a mubaha, ndani yake kuna manfaa ya halali, imma iwe ni ainan au iwe ni manfaa, iwe ni kitu au manfaa. Tuko pamoja? Vile vile qaida ya 5, la yanaqidu albay'u, biashara au mkataba hautoki isipokuwa kwa mtu ambaye ni maliki, yule anayemiliki, au kwa maadhuni lahu, yule aliyopewa idhni. Wewe huruhusiwi kuuza kitu ambacho hujamiliki. Mtu kaja, bwana mimi nahitaji nyumba yenye wasifu huu. Wewe dalali mfano, nyumba huna, nyumba hii mimi nitakuuzia kwa milioni 20, nimekubali. Kataba huo si sahihi, kwa sababu wewe umeuza hujamiliki kitu, inawezekana hunacho kabisa, au kitu akijua nyumba hii ipo lakini hujapewa idhni na mmiliki. Wewe sio mmiliki lakini hujapewa idhni na mmiliki, pia uruhusiwi kuuza. Kwa hiyo iwe ni kwa mali anayemiliki au almadhuni lahu, aliyopewa idhni ya kufanya huo mkataba. Tuko pamoja? Qaida ya 6, al-aslu fi ash-shart, asli katika ash-shart au shurut al-ibaha was-sihha, kwamba asli yale masharti katika mikataba au al-uqud ni halali na ni sahihi, isipokuwa yale ambayo yamehalalisha haram au yameharamisha halali. Bana mimi nitakuuzia hii pikipiki, lakini mimi kwa sharti nende nayo nyumbani kule wetu, alafu ifike pale ukakubali. Hasa wewe tumekutana Tanga mjini, lakini kwenu mfano wewe ni Muheza, bana sawa, nimekubali, nitakuuzia, nitanunua, lakini utakuja kuichukua kule, nataka hii ni bebe nifikishe kule. Faa. Sharti asili yake katika mikataba ni al-ibaha wal hilm, isipokuwa sharti ambazo zitahalalisha haram au kuharamisha halali. Na kuna shurutu sharia, sharti za kisheria ya kusihi biashara. Kwa maana sheria, kuna mikataba au biashara imewekea sharti ili isihi iwe hivi, na kuna sharti mlizowekeana nyinyi wenyewe. Biashara imetimia shuruti zote sharia, au mkataba umetimia shuruti zote sharia, lakini nyinyi wenyewe mkao mna masharti yenu, zinaitwa ashurutul ja'aliyya. Nyinyi mkajalia shuruti zenu pale, bwana basi sawa, lakini mimi nilikuwa naona nitakubali au tumeelewa, lakini na sharti hii na hii katika hili jambo. Kikubaliana, na maadamu hakuna haramu iliyohalalishwa au halali iliyoharamishwa, yafaa. Shuruti zimesema ziko za aina ngapi? Ash-shar'iyya na al-ja'aliyya. Kuna za kisheria ambazo ili biashara, tumeanza mwanzo, ili mkataba uwe sahihi au biashara ni lazima shuruti hizo zipatikane, na ukosekane nini? Almawani, na ipatikane athari ya ule mkataba.
Ili shurutu shar'iyya, na kuna shurutu aljaaliyya baina yako wewe na yule mwenzio, kaikia na sharti zenu. Asili yake ni halali. Kaida ngapi hiyo? Ya 6. Kuna wengine washapitwa. Kaida ya 7, la yaqa'u al-bay'u illa min rashid. Biashara, mkataba, al-buyu' hazituki isipokuwa kwa rashid, mtu ambaye ni baligh aqil, lakini kadhalika ana uzuri wa kutasarraf. Yaweza kuwa ni baligh aqil lakini safihi. Tuseme safihi inaeleka, anake kama ni kijana amebaligh, ana akili, sio majunun, sio mtoto mdogo, lakini safihi. Anaweza akachukua tu pikipiki akaiuza kwa laki kwa sababu atakaa kale mrungi. Ndio maana hawa wakati mwingine hawa wanazuiliwa, sufaha hawa, kwa sababu wanaweza kufanya mambo si sawa. Lakini mtoto mdogo kadhalika, isipokuwa wanachuoni wanavua baadhi ya hali ambapo mtoto mdogo hawezi kuingia katika biashara au mikataba mikubwa ya kimali. Kwa hiyo kuna vitu ni maafu. Mtoto mdogo na miaka 10, mtoto mdogo amegawanyika. Kuna umayiz ambaye tayari anaweza kumayiz mambo, huyu biashara yasihi sema ahlul ilm. Lakini kuna yule ambaye ghairu umayiz, isipokuwa huyu umayiz inayotupia biashara kubwa ambazo mtoto mdogo anaweza kuingia mkataba wa shamba la milioni 100, ana miaka 10, haja baleghe. Na sababu ahlul ilmi hapana, pamoja ni umayiz anaweza kujua hivi, lakini huyu hapana. Lakini huyu anaweza kama ana kitu chake akamuuzia mtu kanzu kwa 20,000, au mtoto mdogo anaweza kwenda sehemu na shilingi 100 akanunua big G, ni mdogo tu, vitu yasiri kama hivi. Ahlul ilmi naeleza hivi, na hiyo ndio mutaarafa inda nas. Huwezi kusema kwamba huyu mtoto hairuhusiwi kuja dukani kununua. Ima ametumwa na Rashid, ametumwa na baba yake na ni umayizi anakwenda, au mdogo tu kwa hii 100 huyu kajanunua, yafaa ukampa akenda zake. Kitokea mwingine unaweza kumwambia alete ile 100 yangu, lete big G chukua 100 au umekusamehe. Vitu yasiri kama hivi ahlul ilm wanaeleza yasihu al-bay' au yajuz. Lakini mikataba mikubwa ni lazima mtu awe ni rashid, baligh, ana akili na anaweza, ana husnu tasarruf katika mambo. Qaida ya 9, al-aslu ma yuaddi ila an-niza'i fi al-buyu'i al-man'u. Asli katika mikataba mbalimbali ya kibiashara, jambo lolote linalopelekea katika nizaa, mzozo, imma al-jahala au al-gharar, danganyifu fulani, asli yake ni al-man'u. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopita kule sahibu at-ta'am, Mtume alipotia mkono katika kile chakula akakuta albalal, akamwambia ma hadha ya sahib at-ta'am, akasema asabatuhu as-sama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwa nini usiweke basi juu, hiki kilichoroa kikawa juu ili wale wanonunua wakaona, kuepusha mizozo. Kuna jahala, kumbe chini kumetota, juu kukavu. Kama wauzaji wengine wamekaa juu, mkaa eka mapande ya mikaa, chini chenga. Au wale tunauziwa machungwa kwenye ndoo ya juu yale mazuri, chini yameoza. Kuna jahala, kuna gharar. Kwa asli mambo yote ambayo katika miamalati albuyu yanayopelekea katika nizaa, yatakiwa mambo hayo yasipatikane. Ndio utaona Uislamu umekataza bai'ul hasa, kwamba mnakubaliana na mtu kitu lakini itatuka biashara mpaka mimi nikirusha jiwe hili kule. Kuna jahala ya wakati al-aqdi, bai'ul mulamasa, kwamba bwana wewe ukenda ukigusa ile nguo waqa al-bai'u, haifai. Au al-munabadha,
Kuna watu wale masokoni unaiona tu nguo ukitupiwa ukiidaka 20,000. Na kuna kijana anakuja mbio anachukua 20,000. Ukenda ukaicheki hivi kumbe mdabwada lakini ulitiwa mafuta. Kisema mdabwada maelewa, hiyo ni jiguo limechoka lakini limetiwa mafuta ya kula. Kwa hivyo yona melo imeng'aa au wengine wanaziroesha. Na nguo imeiva kumbe imeroeshwa. Kishika imeroa maana ukenda ukaiweka kwenye jua imepauka kwa kweli sio rangi yake. Hizi mambo haya Uislamu umekataza. Mtu ageuze nguo aione atazame. Kama ukwenda kununua kiatu, saa nyingine sole imekatika kijamaa ameweka super glue, wewe ukigusa tu chako. Ukikivaa tu ukifika hapo kimekatika kumbe super glue tu kimeegeshwa. Mikataba, yani mambo yote ambayo yanapeleka nizaa katika bai'i ni al-man'u. Lakini pia katika mambo ambayo yamekatazwa katika Uislamu ambayo yanapelekea nizaa ni kununua katika biashara unafanya ndugu yako. Nzio yuko pale apata na mtu, bwana mimi nitakupa 100,000. Wewe unafika hamna kitu, nitakupa 120,000. Kataa. Subiri amalizane ashindwe ndio wewe ununue. Au albay'atani fil bay', biashara mbili au bai'i mbili katika bai'i. Jambo ambalo wanawachuoni wamekhtalifiana katika kuelezea. Wako wanaona kwamba mimi nina kitu nauza, namwambia bwana hii kanzu nauza keshi 100,000, lakini kama utanilipa baadaye 120,000. Wako wanaona hii ni bai'atani fil bai', lakini qaulun marjuh. Madamu tutaafikiana mwisho kwenye bai'i moja, kwa hapa tupo katika mapatano ya juzu. Nikwambia bwana ukinilipa keshi leo 100,000, lakini baada ya mwezi 120,000. Ukasema mimi nitakubali kwa 120,000 nitakuletea mwisho wa mwezi. Hii yafaa. Kwa sio bai'atani, hii sio bai'atani fil bay'. Hadha huwa rajih wa huwa qawl Ibn Taymiyyah, qawl Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi wa huwa muhaqqiq, si ndio bwana? Yeye anasema bwana albay'atani fil bay'i ni bay'ul 'ina. Ni mtu anakuja bwana niuzie hii kanzu kwa 100,000, lakini nitakupa mwisho wa mwezi. Alafu aje hapo hapo au hapo ataka kuuzie wewe, yani kanunua hapo hapo alafu atakauzia hapo lakini kesh. Hii ni bai'ul 'ina. Ama at-tawarruq, wewe unanunua kitu kwa mtu 100,000 mwisho wa mwezi, ukishachukua ile kanzu wazunguka, upata mteja unakwenda kuiuza kesh, kule wadaiwa ile kesho wafanya shughuli yako. Hii jaiz. Yapo wako baadhi wanaochona wanaona kama vile hila ya kupata mali wanasema, lakini qaul arrajih hii bai'u tawarruq ni jaiz. Tumeelewana tofauti kati ya bai'u ya tawarruq na nini na al-'ina. Yule katika al-'ina yule ulionunua kwa mkopo au alokuuzia wewe mkopo, benki ya kuuzia wewe kwa mkopo, benki inakwambia nitakuuzia hii gari 100,000,000, utalipa kwa aksat au kwa taksit kwa muda wa mwaka. Alafu hiyo benki haja kununua kwako kesh. Hii ni bai'u al-'ina, hii haifai. Hii ndo al-bay'atan fil bay'. Ndio hivyo, yani kabla huja ukimaliza maana yake ushamaliza biashara hiyo nyingine. Naam. Al-Imam Ibn al-Qayyim ana maneno nasema, ab'ada kull bu'din man hamala al-haditha ala al-bay' bi 100 muajjala wa 200 hala. Ibn al-Qayyim anasema amekwenda mbali sana, umbali wa ajabu sana alofasiri hadithi hii. Amekwenda mbali yule aliyofasiri kwamba ile sura ya mwanzo kwamba bana kitu hichi 100 sasa hivi na 200 wakati ujao. Tumeelewana?
yani alofasiri hadithi hii albay'atani fil bay' ambayo ni haramu, kwamba ni mtu kuja ukamwambia bwana 100,000 keshi, 200,000 mkopo. Hiyo haingii hadithi hii, anasema, kwa sababu anasema hapa biashara haijafungwa, hakuna riba, hakuna gharar na hakuna mkataba ambao umefungwa. Kama mtu atakubali bwana, mimi sasa nachukua mkopo 200,000 keshi 100,000 yako hii, lakini mtu akiondoka sawa, alafu akawa ana khiari, au akisema sawa hajakubali moja katika haya mawili, hiyo ndio itakuwa jambo hilo halifai, itakuwa ni albay'atani fil bay'. Tumeelewa? Na huu ni mwakoroga, unaweza kutoa maelezo afu ukakoroga, alafu wale wenzio watakuwa kufanyia idrak. Hapo imeeleweka. Kwa maana Ibn al-Qayyim tu anatilia nguvu kwamba albay'atani fil bay' si masala ya kupatana kwamba keshi 100 mkopo 200. Hii biashara yafaa endapo mwisho utakubali kwenye bai'i moja, yafaa bana, basi mimi ni hii ya mkopo, hii nitaleta hizo 200,000, hapo yafaa. Sawa sawa. Haya, tulikuwa tuelezea tu ile kaida tuliyosema kwamba yote yanopelekea nizaa katika mambo ya biashara na mambo ya mikataba yatakiwa yazuiliwe, kama vile al-gharar wal jahala na mengineyo, kama vile kuuza mtoto atakayezaliwa katika mimba ya mnyama, mambo ambayo haya ni ndani yake yana jahala na mengineyo ambayo yametajwa katika vitabu vya ilmu. Kaida nyingine, al-aslu man'u ad-darar fi al-buyu'. Asli ni kuzuia ad-darar katika buyu', katika mikataba. Kwa Uislamu umekataza mfano alhadhir, kuuza biashara mtu hadhir kumuuzia mtu wa shamba, isipokuwa kama kuna mambo yatakuwa yamepatikana baadhi ya shuruti, wanaruhusu ahlul ilm, kwa sababu ndani yake unaweza ukamdhuru muuzaji. Na ndio maana mtu akija sokoni akikuta yule bwana kanunua tenga la muhogo 20,000, kumbe sokoni laki, umemdhuru. Lakini vile vile talaqi rukban, kuwapokea watu wanaokuja mjini kufanya biashara, wewe ukawa huko vichochoroni huko, bwana leo soko gumu kweli kweli, watakayo uchukue ukapige, asili yake vitu hivi vinapelekea dharar. Na kaida ambayo itakuwa ya mwisho hapa, al-aslu thubuti al-khiyari fi al-buyu'. Kaida ya mwisho kwamba asl ni kuthibiti khiyari katika mikataba na biashara. Khiyar, kwa kuna khiyarul majlis, mko pale mnaelewana mpaka mkaelewana mkamaliza, ile inaitwa khiyarul majlis. Kuna khiyarul ghabn, kwa zile bidhaa ambazo sokoni zina bei, watu wote wanafahamika hii ndio bei yake. Kama unakwenda kwenye soko ambalo kitu hichi chauzwa 100,000, labda kama utapata mtu mwingine 1,500,000, yani sio tofauti kubwa, lakini kitu chauzwa 100,000, amekuja mtu amjua huyu ni mtu wa kuja jana mjini, wanajua kitazama tu wajua hili dege na halijui manati, sasa ngoja nilitandike. Nakuta mtu kauzwa kitu 150,000, aje mwambia mtu 150,000, mkutana shwaini gani wewe? Hii kitu si la kitu soko zima hapa, kama mtu atazidisha labda 200,000 turudi. Hiyo ni khiyarul ghabni. Kirudi sheria inaruhusu kufasikhi nini bei, akiamua basi na vishe, lakini yaruhusu kuvunja ule mkataba. Khiyarul ghabni. Na kuna khiyarul al-aib, mtu memuuzia kitu pikipiki, hajui kama ina aibu, labda chassis imekatika, imepigwa rangi vizuri kabisa, chukua pikipiki siku ya pili akuta hii ni khiyarul aib. Uislamu unamruhusu mtu aje
aharibu ile biashara kwa maana kuvunja ile biashara, au kuwe na al-arsh, ambapo ni ile tofauti baina ya bidhaa inapokuwa imesalimika na aibu na bidhaa inapokuwa ina aibu. Kwa tukipata wataalamu wakituambia bwana, hii alikuuzia milioni 1 wakati hujui aibu, lakini kwa huu bovu huu ambao alikuficha hapa labda 800,000. Kwa hiyo ima wewe urudisha pikipiki uchukue milioni, au yule bwana kweli kwa hii aibu aliyokuficha akurudishie laki ngapi? 200,000. Tumesema hiyo ni khiyaru nini? Al-aib. Na kuna khiyaru ya shurut, labda mtu kamwambia bwana, hichi kitu mmekubaliana utakinunua, lakini nipe siku 3 nikitazame. Hizi ni sharti. Zile sharti gani hii katika zile 2? Al-ja'aliyya, nyinyi wewe na yule muuzaji tu mmekubaliana bwana, mimi nipe siku 3 nikitazame vizuri, sharti zote za biashara zimetimia, nimekubali, lakini nipe siku 3. Kwa hiyo ni khiyar ya sharti, lakini sharti ya muda. Kwa hapa katika hizi siku 3 una uwezo wa kufasakh, kwa sababu bwana, mimi nimekitazama nimeona sawa sawa, na wala hatakiwi huyu akutoze wewe kwamba umekitumia. Ndo al-kharaju bidhaman. Sasa wanachoona sema ruhusi kufanya basi, nimekushinda biashara, au bwana nimeona mashallah kizuri ila yako hii. Kwa ufupi hapa itakuwa mimi nisimame kwenye haya hizi alqawaid. Mpaka hapo tumeelewa kidogo. Sasa twende katika nini? Kwenye bodaboda. Haya, mkataba wa bodaboda, kwa mimi ambavyo nimeiona ile mikataba inavyoandikwa, ni mkataba tu. Wanasema huu ni mkataba, nimempa mtu fulani pikipiki kila siku shilingi 10,000 kwa mwaka mmoja au kwa miezi 12. Akimaliza hiyo pikipiki ni yake. Mara nyingi ipo hivyo, haiko wazi yani. Sasa ikiwa ni biashara, tushaona biashara, au sio bwana? Biashara ni kubadilishana mali kwa mali kwa iwadh, hata kama ni katika dhima, kwa maana mtu aweza akatoa hela ukamletea kitu baadaye, sawa sawa, isiwe riba, isiwe qardhi, kama wanavyoeleza ahlul ilm. Nadhani juzi mmesoma hapa kwa Sheikh Jaafar ameeleza. Sasa mtu anapokupa pikipiki mkataba huu kila siku shilingi 10,000 kwa mwaka mmoja, huu ni mkataba gani? Ni katika mikataba ya al-buyu' ni upi? Alafu baadaye inakuwa yako. Sasa huu ni muamala ambao umezuka, ni muamala ambao umezuka sasa hivi, ambao wanaochuona nasema unaitwa al-ijara, al-ijaratu allati tantahi ila at-tamlik. Unapewa kila siku shilingi 10,000. Asili yake hii ni ijara, kila siku 10,000 umepewa kitu na hujauziwa, kwa maana ya ile muamala wa biashara tunaotaja. Sababu mtu ukimuuzia atoe iwadh hapo hapo, umempa pikipiki anakwenda zake, unampa kadi yake, ile inakuwa ni, au unamuuzia kwa taksit, kwamba bwana nimekupa pikipiki milioni 2, utakuwa unalipa hivi na hivi. Kwa hiyo anachotakiwa ni sadadi, ni kule kumakamilisha kile ambacho ametakiwa akifanya, lakini ile ni pikipiki yake. Kwa kuna mambo hii maraha anaweza kitu kingine, au raha na yakaweka kali, lakini ile ni biashara, ima biashara ya taksit au biashara mtu ametoa kitu pale pale. Anasi, tuko pamoja? Sasa mtu amekupa pikipiki kila siku shilingi 10,000, hii ni ijara, ambao mmiliki wa pikipiki ni yule mwenye pikipiki. Wewe unachomiliki ni manfaa, na ikitokea pikipiki imeharibika bila ya kukusudia wala kufanya kusudi, imeibiwa katika hifadhi yake ambayo hapa umehifadhi,
hukufanya taaddi, hukufanya tafrit, watakiwa ulipe wewe, watakiwa ulipe kwenye ijara, watakiwa ulipe wewe au gharimu service. Kama vile tunavyozoea kukodishwa baskeli, mtoto akija sehemu akodishwa baskeli kutwa 1500, ina pancha, irudisha kwa alomkodisha, imepata pancha. Hii ijara nzuri kabisa ya asili, watu wote wanajua. Kwa hiyo yeye anachofanya pale ni manufaa. Na huyu mtoto akitoka, kuna mtu kenda kamkaba huko ikaibua ile baskeli, wewe ulokodisha yule hatakiwi kudhamini kukodisha baskeli, kwa sababu hakufanya kusudi, kwa sababu hii sio dhamana, ni amana. Yule anapewa amana kitu cha watu anufaike na manufaa, lakini kitu ni cha mwenyewe. Lakini kama kuna uzembe wowote, akaenda kimfano baskeli akabeba mzigo wa kilo 200 ikakatika umma, wewe umefanya kusudi, itakuwaje kilo 200 ubebe hapa? Tafuta kama ni mwenyewe bwana, hapa itabidi umma ulipe. Lakini kuna chochote, mimi nilikuwa naendesha tu nikaona tu imekatika hapo, yeye huyu haruhusiwi, aamue tu, yani sheria haimlazimishi adhamini, sababu hii ni ijara. Ijara maana yake ni kukodisha, ndio lugha sahihi. Mkodisha kitu ni chako, yeye anamiliki manufaa tu, kama vile nyumba niliotoa mfano wa nyumba. Mtu amekuja amekodisha nyumba kwa mwezi 500,000, anawajibika kupiga rangi nyumba, kufanya service ya nyumba ni nani? Wewe ulokodisha au yule? Wewe. Ikitokea yeye kuna taadi yote ameifanya kwenye nyumba, akafanya uharibifu, hapo ndo sheria itamtaka adhamini. Lakini vinginevyo yeye maana yake ni mtu amekodishwa, na hichi kitu kwa yule alokodishwa ni amana, sio dhamana. Sawa, tunakwenda vizuri? Sasa huu mkataba wa pikipiki au bajaji, kwamba bwana utatoa, ukimaliza ikifikia mwaka mmoja itakuwa yako, ndo wanasema ahlul ilmi. Sasa katika watu walioharamisha, ndio kauli yenye nguvu, ni haramu, wako wanaona illa yake ni albay'atani fil bay'. Pana ijara na kuna albay' ambayo inafahamika kwamba hichi kitu umemuuzia huku umemkodisha, baadaye kinakuwa chake, haifai. Na wako wanaona illa yake ni udanganyifu na gharar fulani, haijulikani biashara, haijulikani umemkodisha, sababu hapo hapo service afanya mwenyewe, hapo hapo hivi, hapo hapo ikiibiwa wamlipisha, na bado hawezi kuuza wala kufanya chochote, sio yake. Kwa maana siku yote akitokea mmiliki aweza kaja tu kwenye kijiwe cha bodaboda akamnyang'anya, sababu asili yake sio yake, hajamuuzia. Kwa hii mkataba huu ni haramu. Lakini wanasema ahlul ilmi, ikiwa ni at-ta'jir lakini ndani yake kuna al-maw'id, kuna ahadi kwamba ukimaliza vizuri huu mkataba wetu wa kukodishana wa ijara, hii pikipiki wewe una haki ya kuinunua kuliko mwingine, unaweza kukuuzia. Kwa sharti mje mfunge mkataba mwingine mpya wa al-bay' baada ya kumaliza ule muda wake, hiyo ndio itafaa. Nani hajaelewa? Utakubalika, lakini mkataba wenu ni ijara, alafu amekuahidi kwamba ukimaliza mwaka wako mmoja, basi wewe utakuwa una haki ya kuuzia na kuahidi. Hamjafunga mkataba wa bai'a, lakini ukitazama ile mikataba yao, mtu mmempa pikipiki itakuwa yake, lakini kwa hiyo al-ijara allati tantahi ila tamlik haifai, isipokuwa kama ameahidiwa aliyokodishwa, ukimaliza nitakuuzia, hapo itafaa. Nani hajaelewa? Kwa kuna al-maw'id ya tamlik, sio kwamba ukimaliza tu mkataba huu ijara wewe yako hii. Abu Ahmad, mada imeisha, twende kwenye, kama hapa tumemalizana, labda kama kuna mudakhala wa mashayikh, kama kuna mulahadha mtaniambia. Unaona Shafi umekaa vizuri. Jambo jingine, hiki kipengele hichi tumeelewana hapo cha mikataba. Sasa twende kwenye jambo jingine,
katika hii mikataba ni almurabaha, jambo ambalo kila siku simu zinaingia. Murabaha ya al-amir lishira. Asili ya murabaha ni biashara ya mtu, umenunua kitu 100,000, ukaja mtu ukamuuzia, bwana hii nimenunua 100,000 na kuuzia 100,000, mimi faida yangu 10,000, nipe 100,000 na 10,000, yani 100,000 na 10,000. Kwa unamuuzia kwa thamani unahitaji, anaijua thamani. Asili yake tukao muadilifu, ukweli. Kwa hapa bwana, ribhi yangu mimi nini 10,000 tu Sheikh, nimenunua 100,000 na kuuzia 100,000 na ima uitoe au 110,000, hiyo bitaksiti utakuja kutoa. Hii asili yake jaiz. Sasa huu unafanyika na hizi benki ambapo na maswali yamekuwa mengi. Ima anakwenda mtu katika shirika anasema bwana, mimi ninaitaka nyumba kwa wasifu kadha wa kadha wa kadha. Benki inakwambia sawa, mwaingia mkataba kwamba benki itakununulia au itanunua alafu itakuuzia. Kabla benki haijamiliki tayari imeshafunga mkataba wa al-bay'. Hadha la yajuz, kwa sababu unanunua kitu ambacho au ameuza benki kitu ambacho lakini hakijamiliki. La tabi'i ma la tamlik. Tumeelewana? Kwa hiyo unakwenda benki unatia saini pale, kwa hiyo kuna nyumba wewe waitaka au kuna material mimi nayataka, material haya ni wasifu huu. Kabla benki haijanunua unakubali, sawa, unaingia mkataba, utanunuliwa, atanunua benki afu itauza au ishakuuzia. Sawa, atakuuzia hii simenti inachoika, akuuliza eti simenti yauzaje 17,000, sasa tutauza 20,000, tutakuuzia 20,000 na kadha kadha vitu vyote, alafu utalipa bitaksit. Ukaingia mkataba, haifai. Sasa benki imeuza kabla haijamiliki. Sura nyingine, benki inanunua kwa ajili yako, kwamba bwana wewe leta invoice yako wewe, Mbwana Abdi, invoice ni Mbwana Abdi kitu kadha, lete, benki inakulipia alafu inakuuzia. Pia haifai, kwa sababu asili yake pale imekukopesha. Mtu anapokununulia kitu maana yake kakarka kukopesha, wewe una hela, sio hapo hapo ikununulia. Ikununulia imenunua benki, imekununulia wewe, katoa tu hela lakini asili kakununulia wewe alafu akuuzia. Hiyo haifai. Aina ya tatu katika hizi ambazo benki wengine wanazifanya ni kwamba benki inanunua kitu kama benki, alqabdhu inafanyika ambayo yafahamika kwamba sasa benki imemiliki. Benki ima ina nyumba au ina vifaa hivyo, kwa benki inakuuzia, bwana sisi nyumba tunayo, nyumba hii sisi tumenunua kadha, benki ishamiliki, alafu benki ikakuuzia wewe ukalipa kwa taksiti. Hiyo halali, ni mkataba jaiz, kwa sababu benki kwanza imemiliki. Sasa na hizi ndio fatawa za ulama al-muasirin wote, isipokuwa hawa watu wa benki sasa hivi wanafanya hila, kwa wanakuambia bwana tukinunua sisi kwanza haturuhusi sio kuwa na showroom, haturuhusi kuwa na kadha, lakini kutakuwa na adabu ya tax. Ndio maana sisi tunafanya hivyo, kwa sababu nchi ya kikafiri na kwepa. La, kwanza benki imiliki. La tabi'i ma la tamlik, usiuze ambacho hujamiliki. Kwa benki imiliki kama benki kwa zile taratibu, kwa sababu alqabdhu inatofautiana. Benki ina namna ya qabdh, kama hii nyumba ni mali ya benki fulani, kwa imiliki alafu ndio iuze, yani baada ya kuwa kashaingia mkataba. Sheikh anasema katika matatizo pia wanavunja hiyo khiyarul majlis, kwamba ni lazima ununue hata kama wewe utasema bwana basi. Sasa sijajua kwamba mtu alishaingia mkataba akaondoka au pale pale, kwa sababu kama mkataba ushaingia, umesaini mkataba wa benki, na maana ulikubali kununua kabla alqabdh, kwa sababu inatakiwa katika majlisi kuwe na basi nakuja fafanua wewe. Sawa, kwa hiyo hapo tutakuwa tumeelewana jamani. Kwa hiyo hii mikataba kama hii inofanyika ya benki katika sura hii, ambao wao ndio wanaona njia ya halali, kwa sababu asili ya benki zinakopesha alafu zinachukua nini, riba kwa wanaokopesha. Wanachukua 1,000,000 unarudisha 1,200,000 na 200,000. Kwa hiyo wanasema
sisi hatukopeshi, lakini wewe unapokuja unasema kitu unachokitaka, utajia wasifu wao, alafu wao wananunua, ima wanakununulia alafu tena wanakuuzia, yani wamekununulia alafu wanakuuzia. Hiyo ni qardhi na wamepata manufaa, ni hila ya kuingia katika riba. Au unaingia mkataba kabisa, kitu hawana kabisa, wanatafuta benki vitu hivyo, lakini unakwenda pale tumekuuzia, wala hawana processing yote, hawana qabdha, hawapeleki labda kwenye showroom ya benki au namna ya kumiliki kisheria benki atakayomiliki vipi, hawafanyi. Na maana wamenunua kwa ajili yako, hapo wamekukopesha, watakuwa wasinufaiki. Lakini kama walimilikiwa wakauza, hiyo ni bai'ul murabaha na haina shida. Ama hiyo mtu ambaye amekwenda mwenyewe akasema mimi nitanunua, ndo amir bishirah, yatakiwa mtu asiingie mkataba pale, asiingie mkataba na benki kwamba bana mimi nitanunua, huku benki haina. Lakini wanasema ahlul ilmi, kama kuna mau'id kwamba mkesha mkatafuta hizi bidhaa mkiwa nazo, mimi naweza kuja kununua. Kwa benki inadhamini vile vitu, talafu kila kitu ni yenyewe, baadaye mnaingia mkataba mpya wa kukuuzia pale tu uliweka ahadi, kaingia mkataba mpya baada ya kuisha miliki. Hiyo ni biashara halali. Sheikh anasema yatosha. Na pia na haya nimeambiwa niishi hapa. Kuna mambo mengine ya wakala wa mawakala hawa, labda kwa ufupi, mawakala wanapokuwa ni mawakala wa benki za riba, jambo hilo haramu. Ikiwa ni mawakala wa mashirika ambayo hayataamali na riba ni halali, na ile miamala ina maelezo yake. Kwa mfano unakwenda kwa Tigo Pesa, unapoweka pesa unampa 10,000 na kukia 10,000, hii ni jaiz. 10,000 hii mtumie mtu fulani, tuma 10,000, hii ni jaiz. Lakini kuna sura nyingine Sheikh labda atahitaja hapa. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man wala, amma ba'd. Kwanza Allah amlipe kheri ndugu yetu Sheikh Abu Khawla kwa mada nzito hii aliyoileta. Mada hii ni nzito na ni kubwa, ni mada ya kiilmu. Amezungumza, kuna lugha za kielimu, naweza kusema sio terminology zile, istilahati na maneno yale ya kitaaluma, raha yake yabaki vile vile kitaaluma. Lakini sasa nyinyi hamuamini kwamba lugha ya Kiarabu nayo ni lugha ya kitaaluma. Angezungumza Kiingereza mngefurahi. Lakini tunataka kusema suala la muamalat, uqudi hizi, hakuna dini yoyote iliyolizungumza jambo hili kwa ufanisi na ufundi wa hali ya juu kama dini ya Kiislamu na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imelizungumza kwa mapana sana, na wanawazuoni wa Kiislamu, hususan wanasheria wa Kiislamu waliobobea katika fani za kisheria, wamejimwaga kwa kiasi kikubwa sana katika mambo haya na wakaweka misingi imara na madhubuti. Hii yote ni kuonyesha kwamba Uislamu ni dini inayoendana na watu katika kila wakati na kila zama na hali zao zote, kwa sababu ni dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila muamala utakaokuja basi unajibu lake katika Uislamu kwamba huu ni wa halali au huu ni wa haramu. Kilichonifanya mimi nisimame hapa kuzungumza ilikuwa niombe tu kwa mashekhe, kutokana na hali tulionao sasa hivi katika wakati huu, siku moja ifanyike nadwa kubwa, ziandaliwe maudhui zenye utata, kila mmoja apewe bahthi yake, apewe maudhui yake, afanye bahthi kwa uzuri kabisa, kisha tualike watu tuzifanye ardhi zile maudhui, zile qadaya muasira, hasa qadaya malia almuasira, kwa mujibu wanavyoeleza wanawazuoni wetu na wataalamu wa Kiislamu. Mimi siamini
katika mambo ambayo mimi ninayafikiria kwenye akili yangu na moyo wangu, siamini kwamba mtu akisoma skuli kamaliza form 6 au form 4 hajawahi kusoma vitabu vya sheria ya dini, alafu huko mbele akaingia university labda ya dini, akaenda akasoma mambo ya biashara, mambo ya buyu, au amesoma kidogo mambo ya dini, alafu kwenye risala yake ya majisteri huko na doktora akaenda akasoma mambo ya miamala ya mali, na hali ya kuwa hajapata misingi ya fiqh kuwa anaweza kujua fiqh. Mimi siamini hivyo, kwa sababu si kila anayesoma kulliyatul hadith anakuwa muhaddith, si kila anayesoma kulliyatul lugha al-arabiyya wal adab anakuwa ni lughawi au adib, si kila anayesoma kulliyat sharia anakuwa ni mwanasheria. Sasa leo katika mujitamaa wetu huu, bunuk hizi ima bunuk islamia kama zilivyojiita au ambazo zimefungua windows zile za Kiislamu, zimewachukua baadhi ya mashekhe kama washauri, wakijua wazi kabisa kwamba mashekhe hao pengine wamesoma kiasi walichosoma, lakini hawajafanya utafiti wa kutosha katika mambo ya biashara au miamala ya kisasa. Kwa sababu tu mtu kamaliza kulia sharia, wakati kule kuna wataalamu wa mambo ya kiuchumi waliosoma wakabobea katika mambo ya kidunia, tayari washamezeshwa miamala fulani na mashekhe fulani, na wao wana malengo yao na mipango yao ya kuyapitisha baadhi ya mambo yao. Wanakuita wewe shekhe hapo, sasa wasema ndio, huna bahthi yoyote. Sasa ukiuliza sema si tunaye shekhe fulani pia yupo, shekhe fulani pia yupo, kwamba muamala huu ni wa halali kwa sababu ulipozungumzwa shekhe fulani na shekhe fulani alikuwepo. Sioni kwamba hilo ni jambo la sawa sawa. Sisi tulikuwa katika mrengo huu wa kufuata da'wa salafia, hatuna utaratibu wa kukihalalisha kila kilicho haramu wala wa kukiharamisha kila kilicho halali, kwa sababu hatuna ruhusa hiyo. Kuna baadhi ya watu tukisimama kwenye misimamo ya sawa sawa, tukaeleza kwamba muamala huu una utata, hauja kuwa wazi kwa sababu 1, 2, 3. Nyinyi bwana masalafi kazi yenu kila kitu haramu. Wapeni waislamu njia. Wajua sasa katika nchi yetu kuna baadhi ya mambo yalikuwa hivi kuonyesha kwamba kuna watu kazi yao kuharamisha tu, lakini sio kweli. Alhamdulillah, wanawazuoni wameandika buhuthi mbalimbali na wataalamu wameandika buhuthi mbalimbali kuhusu hii miamala ya kimali, miamala hii ya kimali inayozuka wakati wa sasa. Kwa mfano kuna al-umla elektronia, yani bitcoin. Takiwa tukae watu waizungumze bitcoin yafaa haifai, sawa. Kuna hiyo al-ijara al-muntahiyatu bitamlik. Leo watu wafanya biashara madaladala, magari haya, anachukua gari tangu asubuhi mpaka jioni, ambaye walete gari na hisabu shilingi 100,000 kwa siku mathalan, kila siku ulete laki, sawa. Je, hii nayo ni ijara au hapa amekodishwa au muamala huu waitwaje? Njia ya sawa au si ya sawa? Mashaikh watakiwa wakae watazame aina ya muamala alafu watoe njia. Sasa badala ya kumwambia bwana alete 100,000 kwa siku alafu yeye kitakachozidi ndio chake, hakijulikani ni kiasi gani, anaweza akapata au asipate, mwambie nimekukodishia tu gari yangu leo, nimekukodishia gari yangu hii mathalan, kama ni Costa hii daladala nimekupa hii, naikodisha kwa siku shilingi 100,000. Kwa hiyo yeye ataichukua gari ile, hata kwenda kuipaki nyumbani, atalala jioni ya kuleta 100,000 yake. Hiyo shauri yake, sikakodisha. Au akaingia barabarani mapema saa 4 kashapata 100,000, akupa 100,000 yako, 500,000 atakazozipata ni zake. Lakini tunajua hii ni ijara. Ijara maana yake ni kukodisha. Au mwambie tu moja kwa moja, bwana mimi nimekuajiri unifanyie kazi yangu hii ya kuniendeshea gari yangu kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 za jioni, chochote kitakachopatikana kwenye gari hii ni changu, wewe nitakulipa shilingi 30,000.
inakuwa sasa ishajulikana. Ina maana kwamba sisi kazi zetu tufanye utafiti, alafu ile miamala isiyofaa tuwaambie kwamba muamala huu kwa sura hii haufai, lakini njia sahihi ya kufanya iwe hii. Lakini siku ya bumba masala hivi, sasa wajua hivi, tukawadanganya watu, yakaingia huku na kule, miamala mingine ya haramu, lakini tukatuhalalishie tu. Sasa itakuwaje? Tushazoea tangu zamani ndio hivyo, hilo halitafaa. Sasa shekhe amezungumza kawaidi pale zinatakiwa zitabikishwe, kila kaida ifanywe kazi, iingizwe katika uhalisia, na ndani yake kuna mifano mamia na maelfu ya mifano. Haiwezekani ilikuwa ndani ya dakika hizi kadhaa yeye azungumze mambo na mifano hiyo. Kaida ametaja karibu 10. Kila kaida moja, kaida ukisema kaida ni kanuni, kipengele cha kanuni kilichoshiba, chini yake kuna masaili mengi. Ukisema hivi ndio atauliza hivi, sasa je hii tumeelewana? Kwa hiyo mimi rai yangu, ili tutoe mwangaza katika mambo haya, miamala yetu ya simu, mfano hukumu sarfi al-umla elektronia bil-umlati al-warqiyya, al-waraq. Sawa, mimi nina shilingi 100,000 namba iko kwenye simu, nenda kwa wakala anipe 100,000 noti. Je, ni sharti iwe yada mbiyad au nenda baadaye nitakuletea? Unaona, hii ni miamala ipo na ni mipya imezuka. Tutakiwa tukae, uje muamala mmoja baada ya mwingine. Shekhe, fanya bahthi hii. Baadhi ya watu wanapitia, tunaangalia, hapa iko sawa, na mimi leta yangu bwana, hii iko sawa, mbona kwa nini shekhe umekwenda hivi? Basi siku tupanga, tutawaalika watu, bwana hebu njooni leo tutakatuzungumzie murabaha, leo tutakatuzungumzie bitcoin, leo tutakatuzungumzie kitu kadhaa. Lakini tukisubiri watu wa mabenki wa maskuli wawasemee Waislamu, itakuwa shida kubwa sana. Tumeelewana jamaa? Tusomeni dini. Pia masala si masala mchezo, dini ina mambo mengi. Tusomeni dini, tuwasomeshe vijana dini, wasome fiqh ya dini na sharia ya dini. Barakallahu fikum. Jazakumullah.